Nilipinga. Hebu sema mwalimu wangu. 47 15. 47 15 Qur'ani. Qur'ani 47 15. Inasemaje? Inasema hivi. Mfano wa pepo. Walioahidiwa watawa twende wacha Mungu. Haitakuwa hivi. Itakuwaje? Imo mito ya maji yasiyovunda. Imo mito ya maji isiyovunda. Hiyo zilipepo ya Waislamu. Ndio. Twende. Na mito ya maziwa. Na mito ya maziwa isiyoharibika ladha yake. Twende. Na mito ya ulevi. Na mito ya nini? Ya ulevi. Wewe ni pepo ya Waislamu. Katika mbingu yao kuna mito ya nini? Ya ulevi. Ya ulevi. Twende. Wenye ladha kwa wanywao. Yenye ladha kwa wanywao. Na mito ya asali. Na mito ya asali iliyosafishwa. Tena humo watapata matunda haya kila namna. Twende. Na samahani kutoka kwa Mola. Ukisoma katika hadithi zao, katika hadithi hiyo ndio mifupa imechaguliwa. Twende. Watwae wateule wa kundi la kondoo. Twende. Ukafanye chungu ya mifupa. Twende. Chini yake ukalitokose sana. Yaani uweke kwa sufuria itokote. Halafu naam, mifupa yake itokoswe ndani yake mpaka mifupa iachane na nyama. Ukishapika hivyo mifupa inaachana na nini? Na nyama. Hebu twende. Basi Bwana Mungu asema hivi. Unasemaje? Ole wake mji wa damu. Hilo sufuria ambalo kutu yake ndani yake. Maanisha katika nyama kuna kutu. Ndio. Hilo kutu inasababisha kansa kwa watu. Ndio. Sasa lazima uchemshe ile mifupa siachane na nyama. Ukishamaliza hivyo, toa hiyo nyama yako weka kwa makaa. Nyama fry. Hawezi kula hiyo nyama. Mwalimu wangu. Alafu hadi wale watu wanakulanga nyama. Waje niwaambie ndio kusaidia 5:20 ngapi? 22 Isaya. 5:22 Isaya. 5:22 kitabu cha Isaya. Inasemaje? 5:22 inasema hivi. Ole wao walio hodari kunywa kileo. 5:22 Isaya. 5:22 Isaya. 5. Ndio. Mungu acha kwanza iandike picha kwa kichwa. Andiko gani mwalimu wangu? Hebu nisaidie 22:13 Isaya. 22:13 Isaya. 22:13 kitabu cha Isaya. Hebu soma. Nasema hivi. Na kumbe furaha na kuchekelea na kuchinja ng'ombe. Hebu anze 11. Kuna moja nasema hivi. Nanyi mlifanya birika la maji. Twende. Katikati ya kuta mbili. Safi. La kuwekea maji ya birika la kale. Safi. Lakini hamkumwagilia yeye aliyefanya. Safi. Wala kumjali yeye aliyetengeneza zamani. Twende. 12 inasemaje? Siku hiyo Bwana wa majeshi akawaita watu walie na kuomboleza. Mungu akawaita watu walie na kuomboleza. Twende. Na kung'oa nywele zao na kuvaa nguo za magunia. Safi. Na kumbe furaha imegeuka na kutekelea. Twende. Na kuchinja ng'ombe na kuchinja kondoo. Safi. Na kula nyama. Na kula nini? Nyama. Twende. Na kunywa mvinyo. Na kunywa nini? Mvinyo. Twende. Tunywe. Kwa maana kesho tutakufa. Ati tunywe kwa maana kesho tutakufa. Kama unaonanga nyama iko karibu na paa. Wewe tayari ashajipashiria wacha tunywe kesho ni mauti. Ndio. Huwezi changanya pombe na nyama ndugu yangu. Hadi wanasema wanasayansi wanawaambia atukikunywa pombe kukula nyama. Ni sawa tu. Endeleeni kukata kiu na nyama. Na ile nyama unakata nayo kiu ni ile supu ya kwato. Kabisa. Niliona wengine wanakula kuna vitu zinauzanga kama mzuri wa zile za kuku za ndani, zile. Zinaitwaje? Za ndani. Zile za ndani. Zile ile miguu ya kuku na vitu zingine za ndani. Alinaitwa nini? Maini. Zile maini. Afirikisi. Inaitwa firikisi.
Ile kori wanaita imondo. Inakuliwanga na mwanaume. Sasa wale nao kuna shida. Hadi mwanaume asipokula hiyo imondo, bibi anaenda nyumbani. Mwaje mchezo. Ati usipompea mkongo wala ile imondo. Hiyo ndoa hauna wewe. Yaani ndoa inajengwa kwa virikizi. Hiyo sasa itakuwa hatari. Walimu wangu, tunaambia kwamba wanasema tunywe kwa sababu kesho tutafanyaje? Tutakufa. Wanajua kwamba kuna kifo. Ndio, yani tulikuwa tunajibu huyu ndugu yangu na imeenda sana. Hebu bea hema hiki. Ndugu yangu hali vipi? Nimeelewa hiyo. Kwa ni maono. Haya, una swali lingine hapo kwanza? Hapo sina bahati nyingine sasa. Swali la pili, napata katika imani ya Kiislamu. Naam. Kwanza kabla sijasema hiyo, ngoja nijenge hoja ndio niulize hiyo. Uliza sasa. Maandiko matakatifu katika Biblia inasema, inasemaje? Maskani ya Mungu ni pamoja na watu. Kabisa na wanadamu. Na Yesu anasema, hao watakuwa watu wangu na mimi nitakuwa Mungu wao. Kabisa. Sasa swali mimi nauliza. Uliza. Waislamu katika ibada yao. Naam. Huwa hawashirikiani pamoja na wanawake. Kabisa. Sasa swali langu, je, huko mahali penye wanatarajia kuenda ama mbinguni ama peponi, wataunganika ama pia kutakuwa na huo utengano? Imani ya Kiislamu ni ajabu, wacha nikwambie. Sasa kwanza hao wanasema hivi katika pepo yao, mwalimu wangu zaidi ya 47:15 Qur'ani. Unataka kuonyesha Biblia na Qur'ani. Hiyo ni kama mbingu na nini? Ile mbingu na nini? Mbingu na nchi. Haziwezi batana. Unaona hii Biblia na Qur'ani ingekuwa ni vita, watu wanalimana mangumi. Hii Qur'ani ingekuwa leo isharauliwa. Kwa sababu Biblia ilisema, Qur'ani ilipinga. Hebu sema mwalimu wangu. 47:15. 47:15 Qur'ani. Qur'ani 47:15. Inasemaje? Inasema hivi. Mfano wa pepo walioahidiwa watawa twende wacha Mungu, haitakuwa hivi. Imo mito ya maji yasiyovunda. Imo mito ya maji isiyovunda. Hiyo ni pepo ya Waislamu. Ndio. Twende. Na mito ya maziwa. Na mito ya maziwa isiyoharibika ladha yake. Twende. Na mito ya ulevi. Na mito ya nini? Ya ulevi. Wewe ni pepo ya Waislamu. Katika mbingu yao kuna mito ya nini? Ya ulevi. Ya ulevi. Twende. Wenye ladha kwa wanywao. Yenye ladha kwa wanywao. Na mito ya asali. Na mito ya asali iliyosafishwa. Tena humo watapata matunda haya kila namna. Twende. Na samahani kutoka kwa Mola. Ukisoma katika hadithi zao, katika hadithi Waislamu wanaambiwa kwamba katika pepo yao kila mwanaume atapewa wanawake 72 mafajis. Katika pepo. Sasa wewe ukiwa Muislamu uko hapa duniani unafanya warm up. Bibi wanne wamekushinda, unapewa 72, utafikisha hata 30. Alafu wanasema wanawake wa peponi hawataseeka. Ukimuingilia leo, ukimkuta kesho amerudisha ubikira wake kabisa. Na alafu wanasema huko peponi, si ndio kuna Isa? Ndio. Vile wenyewe wanasema, si ndio? Ndio. Huko peponi kuna mavazi ni 72. Lakini wanasema Isa atakaporudi ataoa. Sasa swali langu, akose kuoa mabikira huko peponi, akuja awe malaya hapa duniani vipi? Jamaa nakwambia iko Qur'ani msiba. Sasa hao hawashirikiani katika wanawake. Ati wanasema hivi, ati mnapofanya sala mwanamke anaweza kuwa yeye pia ameinama, mwanaume pia ameinama, umwangalie akili yako ipotelee pale. Ati atakuwa amebeba nyuma, umwangalie akili ipotee. Utakuwa umeenda kuabudu Mungu ama utakuwa unaenda kuangalia nyuma? Utakuwa unaenda kuangalia nyuma. Hiyo ndio shida ya ibada ya kimwili. Alafu shida kitu kingine chenye ni wanafiki. Kwenye ibada zao hawakai pamoja na wanawake. Kwanza mwanamke
katika Uislamu ni kama chombo cha kutumika. Chombo cha kutumika. Kwa sababu gani? Mwanaume akiwa anaswali hivi ameinama, kuna vitu tatu zinazosakatisha sala ya mwanaume Muislamu. Ya kwanza, Hapana, unaona mwanaume Muislamu akiwa kwa sala, kuna vitu tatu zinasakatisha sala yake. Kitu ya kwanza, mwanamke akipita mbele, hiyo sala imeharibika kabisa. Hawezi omba tena. Ya pili ni nguruwe. Ya tatu ni mbwa mweusi. Akipita mbele yao akiwa wanasali, hiyo sala imeharibika. Sasa mbwa na maombi zinaingiliana wapi? Lakini unajua wao wanaamini majini. Inaweza kuwa wewe mbwa ni majini, huwezi jua. Sasa hawa watu ndugu yangu ni watu hatari. Na mimi mara mingi naambianga Wakristo, unaona hii misikiti wache kae tu, ikuwe kama alamu ya kutuamsha asubuhi. Unaona vile wanamwangaza asubuhi saa 11, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Unashtuka unasema nasema hivi, wache baki hivyo. Hata tunashukuru Mungu kwa alamu nzuri. Wewe elewa kazi ukiwa na karibu na hiyo kabisa. Sasa ndugu zangu, ukiingia hapo hata mimi nahurumianga wa Kristo, hadi mkiwa unasilimu, unaacha Yesu, unaenda kwa msikiti. Yaani hata hiyo ni huzuni kubwa sana. Yaani unaacha Yesu, unaenda kuinama na majini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Na shetani mwenyewe baba yao. Sasa ndugu yangu, hao ni wanafiki tu. Itakuwaje wewe hapa duniani? Unajua sisi mbinguni tutaenda ibada tu, si ndio? Ndio. Mbinguni kazi yetu ni ibada. Lakini Waislamu pepo yao kazi yao ni kuingiliana tu. Na waseki. Ndio. Biblia ni ibada mbele za Mungu. Waislamu ni kuingiliana mbele za Mungu. Unaonaje? Unachagua gani? Unachagua ile yenye utaenda tu mbele za Mungu kazi yenu tu mchana na usiku ama mtaenda mbele za Mungu mnainama ukiinuka? Unachagua gani? Na kama hapo duniani hamtakuwa pamoja, huko mbinguni ndio kitakalika. Hii ndugu yangu hapa kuna shida. Hiyo usijaribu hata kwanza kama kuna ndoto unaweza ota ikuwe mbaya. Watu wakuwa kwenye msikiti, amuko tu zaidi ya mara 10. Amuko wapiga magoti waambie Mungu ile pepo Mungu wangu isiai kuja. Sasa ndugu yangu, huko usijaribu. Huko hata huko ni shida sawa. Unaona huko shida sawa. Naona bwana milango mbili, ati mwanamke anaingilia huko, mwanaume anaingilia huko. Yaani mwanamke wako mwenye umeoa kwanza waine. Kwenye ibada mkai pamoja, kwenye kitanda mko pamoja. Ni kama ni unafiki. Ube maiki tusikia anasemaje ndugu yangu. Hapo sasa ndugu yangu ni hatari. Ndio maana nimeuliza hiyo swali. Hapo ni shida. So point ya kwanza yenye nimepata wanachukua mwanamke ukiwa katika maombi ama katika ibada, hiyo ibada si kamili. Hiyo si kamili. Sawa, hiyo ni point. Alafu wanaendanga ibada nyingine ya kuhichi huko Maka. Swali wakienda kuhichi Maka hawachaitengana. Wanapita nanga ndani yao. Wao yani wamechangamana. Hawachaitengana. Shida kwa msikiti wanachangana kwa nini? Hao watu ni hatari ndugu yangu. Sawa. Swali la pili. Naam. Hao wanaamini kuwa ni Mungu aliteremsha Qur'an kwa Mtume Muhammad. Wanaamini hivyo. Na sasa kama wanaamini hivyo, ni kwa nini aya nyingine inasema aliyekuwa adui wa Jibril ndiye aliyeteremsha Qur'an? Kwa nini hii Qur'an inachanganya? Na kwa mujibu wa hiyo aya, Jibril hawezi akawa na adui na teremsha Qur'an. Haiwezi ndugu yao. Sasa huyu adui si tena adui wa malaika wa Mungu ni shetani tu. Si shetani? Naona adui wa malaika wa Mungu ni shetani. Kwani malaika sasa wanamtumikia Mungu.
adui wa shetani nani? Adui wa malaika nani? Ni shetani. Sasa inakuaje ndio aliteremsha Qur'an? Sasa wao wanasema ni Mungu. Lakini hata ukisoma katika ile kitabu, mwalimu wangu, hebu chukua hiyo kitabu ya maisha ya mtume kwa pale ukurasa wa 15, ukurasa wa 16. Wacha nikuje nikuambie. Hebu ukurasa wa 16 hiyo paragrafu ya chini ndio ionekane vizuri. Ionekane vizuri. Kaya mmenipeleka mbali. Siko nataka nikuze hii mada leo kwa sababu najua ina mambo mengi. Hebu soma hiyo. Maisha ya mtume Muhammad alipokuwa na miaka 38, akajitenga akaenda katika pango la Hira. Kwa sababu inasemekana kwamba katika mji wa Maka tulikuwa na mzee mmoja alikuwa anaitwa Abu Talib ambaye ni babu yake, si ndio? Yule babu yake alikuwa kwanza anaabudu masanamu kwa sababu kabla ya Muhammad kuja, kama kabla ya Uislamu kuja katika nchi ya Arabu hakukuwa na Mungu. Unaona, walikuwa wanaabudu masanamu. Na yule babu yake pia alikuwa anaabudu masanamu na alikuwa mtunga mashairi. Sasa Muhammad alipoenda katika pango la Hira, akatoka huko anaweweseka, anachechemea. Alipokuwa anachechemea akachukuliwa na bibi yake Hadija. Ukisoma sasa hiyo maisha ya mtume ukurasa wa 11, Hadija alikuwa na miaka 40, Muhammad alikuwa na miaka 25 akimuoa. Unaona? Hiyo ndio tofauti miaka 15. Yaani huyo kijana aliwahi shuka mami. Tunapoendelea huyo akamchukua mpaka kwa babu yake anaitwa Abu Talib. Kwanza Abu Talib naye alipomuona kwanza akamtungia kwanza mashairi, akamuimbia. Baada ya hapo wakaenda kwa Badri mmoja anaitwa Waraka bin Nafahe. Yule Waraka wa Katoliki. Sasa alipoulizwa kwanza na bibi yake na huyu babu yake anaulizwa nini ambacho kimetokea. Kwanza wanaulizana. Hiyo usiku hawakulala vizuri kwa sababu hawakumuona mtume. Mtume alipotokea katika pango la Hira anajejemea. Yaani hata hajachielewi. Nikuulize, unaweza patana na malaika utoto kama unajijemea? Alafu malaika anamwambia, yule malaika alikuwa anampana akimwambia soma. Muhammad anasema sijui kusoma. Soma, anasema wewe mimi sienda shule, usinijaribu. Sasa walipotoka pale akaenda kwa huyo babu yake na kwa huyo padri akamwambia jibashirie kuwa mtume. Na aya iliyoshuka ya kwanza kabisa ni sura ya 96. Sasa wanangu mimi naulizanga Waislamu, kama sura 96 ilishuka ya kwanza, mbona sura Fatiha inatoka wapi kwa ya kwanza? Si Fatiha ndio ya kwanza? Hebu sema hiyo maisha ya mtume sasa, mwalimu wangu usikie kile kisa chake. Sema hivi. Inasemaje? Nianzie penye Muhammad anatibu. Anzia, acha nikuonyeshe venye unaanzia. Unajua hii kitabu naye maneno yake hata hajaonekana vizuri. Ndio hapa. Anzia hapo. Hata inasema hivi. Hata siku moja katika mwezi wa Ramadhani Jumatatu. Kwanza huyo mtoto Muhammad kwanza hiyo jina alipewa na babu yake. Na babu yake alikuwa anaabudu sanamu. Sasa swali langu, kama mtu anaabudu sanamu, utajuaje huyu mtu alipea mtoto wangu mmoja wapo na jina la sanamu? Hiyo jina Muhammad alipewa babu yake ndiye alipeana. Hebu sema mwalimu wangu. Katika mwaka wa 40 unusu wa umri wake, mtume alimuona mtu kasimamia mbele yake, bila ya kumuona. Wapi katokea? Akamwambia, soma. Mtume akajibu, akasemaje? Mimi sijui kusoma. Ati mimi sijui kusoma. Yaani kusema ukweli hata kwa akili yako tu hiyo ndogo. Malaika wa Mungu atumwe kwako ujui kusoma, akose kujua? Atajua. Na huyu mbona ajui kama Muhammad ajui kusoma? Malaika wa Mungu anatumwa kwa mtu mwenye ajui kusoma na ajui. Ndio. Basi huyo malaika anaweza kuwa ajui kazi yake. Ndio. Sasa alipokuwa ajui kweli, wacha tuone Qur'ani kama pia inadhibitisha ama haidhibitishi. Kwa sababu tumeona Muhammad ajui kusoma, anaambiwa soma. Hebu soma 7:158 Qur'ani. 7:158.
7:158 Qur'ani inasemaje?